Ndugu zangu wapendwa, kama nilivyosema mwanzoni mwa ibada, leo tunaendelea na safari yetu ya kutafakari juu ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na leo basi mama kanisa anatuletea neno la Mungu ambalo linatualika tena, au ambalo ni mwaliko wa kumkaribisha Yesu katika maisha yetu, lakini kumruhusu ayaguse maisha yetu tena. Alafu na sisi tukishaguswa na yeye, yaani tukiguswa na upendo na huruma yake, tuweze kuimarishwa katika imani, nasi tukawe mashuhuda au wamisionari wa huo upendo, wa hiyo huruma ya Mungu, wa hiyo amani ambayo tunaipokea kutoka kwa Mungu. Basi injili yetu ya leo inatuletea tena safari ya hawa wafuasi wawili ambao baada ya Ijumaa Kuu, baada ya matukio ya Ijumaa Kuu, walifunga safari kurudi katika kijiji chao, pengine kuendelea na maisha yao ya kawaida ya kila siku, na njiani wanakutana na Yesu mfufuka. Anawatia tena nguvu, wanaimarika na wanarudi tena kuitangaza injili. Ndugu zangu wapendwa, ili tuweze kuelewa vizuri maana ya hii injili ya leo, ni vizuri kutambua jambo hili. Kwa Wayahudi, Yerusalemu ilikuwa ni ishara ya uwepo wa Mungu. Yerusalemu kwao ilikuwa ni kama mbinguni, na hivi kila mwaka Wayahudi walikuwa wakienda Yerusalemu kwa ajili ya kuabudu Mungu katika lile hekalu la Yerusalemu, ambapo walijua ndipo wanakutana na Mungu. Lakini pia katika hali hiyo hiyo waliamini kwamba ukombozi wao, siku ya uhuru wao, itakuwa pale Yerusalemu, ambapo watatangaza uhuru wao wakisaidiwa na mkombozi wao, yaani Bwana wetu Yesu Kristo. Watakuwa huru tena kutoka kwenye utawala au utumwa wa Warumi. Na hivi basi kifo cha Yesu kwao kilikuwa ni mshutuko mkubwa, ni sababu ya kukata tamaa. Na sasa hawa wanafunzi wanarudi, ni kama tunasema walikuwa wanaondoka kwenye uwepo wa Mungu. Hawa wanafunzi wanawakilisha sisi katika safari yetu ya maisha ya hapa duniani ya kwenda mbinguni. Kuna nyakati na sisi tunapitia kama hawa wanafunzi, tunakata tamaa, tunapata majaribu katika imani yetu, alafu tunaanza kurudi nyuma, alafu tunaanza kubadilisha njia kutokana na yale ambayo tumeyapitia katika maisha yetu. Imani yetu inaanza kupoteza nguvu, tunaanza kuingiwa na uvuguvugu. Na hivi basi hawa wanafunzi wawili wanaweza kuwa mimi na wewe, wanaweza kuwa wewe na mdogo wako, wanaweza kuwa wewe na mke wako, wanaweza kuwa wewe na mwanajumuiya mwenzako, wanaweza kuwa wewe na mwanakwaya mwenzako, wanaweza kuwa wewe na mwenzako katika kazi. Yaani sisi wote ambao tunatembea katika safari ya maisha yetu hapa duniani, katika familia, wakati mwingine tunakutana na hii hali ya wanafunzi. Na hivi basi ni muhimu tena kukubali ili Yesu akutane na sisi. Nikakumbuka jambo moja ambalo lilitokea wiki mbili kabla ya upadirisho wangu. Nilikuwa nyumbani masaa fulani kama saa 9 hivi ya jioni, ninakwenda kanisani, nilikuwa na miadi na paroko. Basi hapo njiani nikakutana na mama mmoja ambaye alikuwa ni mwanakwaya. Anapiga kelele, analia, anapiga kelele, akasambia, "Shemasi, Yesu wangu mume wangu, Yesu wangu mume wangu." Nikamwambia, "Ni nini tena?" Akaniambia atakuwa amekufa. Nikamwambia, "Amekufa? Nini tena? Amefariki? Nini tena kimetokea?" Akasema, "Ni ajali." Nikamwambia, "Ajali imetokea wapi?" Akasema, kuna Noa imepata ajali, watu walikuwa wanaelekea Moshi na wamesema kwamba watu wote wamekufa kwenye hiyo ajali." Akasema, nikamwambia
Akaniambia, nikamwambia mume wako kwa hiyo amekufa kwenye hiyo ajali? Akaniambia maana yake alisafiri masaa ya mchana kwenda Moshi, kwa hiyo atakuwa tu naye amekufa kwenye hiyo ajali. Nikamwambia wamekuambia? Akasema hawajaniambia bado, lakini nampigia simu hapokei. Nimeshapiga kama mara 5 hivi hapokei, atakuwa amekufa tu. Tukiwa tunaendelea kuongea, simu ya mume wake ikaingia. Akaniambia, Shemasi, pokea tu, pokea. Mimi sipokea. Nikamwambia, hapana, mimi siwezi kupokea simu ya mume wako, wewe pokea uwasikilize wakwambie ili uweze kusikia wanakuambia nini. Basi akapokea ile simu, mume wake ndo alikuwa anaongea, mama fulani habari. Akamwambia, ni wewe kabisa? Akasema ni mimi. Kweli kabisa ni wewe? Akasema ni mimi. Bwana, akamwambia, samahani, nimekuta umenipigia mara nyingi, unajua nilikuwa bado ninazunguka kule madukani kununua vile vitu tulivyosema, kwa hiyo sikuweza kupokea simu yako, nilitaka nikae sehemu ya utulivu ili niweze kuipokea simu yako. Basi yule mama akasema, basi achia hapo hapo, asante Yesu, asante Yesu. Leo Shemasi, leo ninaenda kununua wali na nyama niwapikie watoto kwa sababu nimepata furaha kubwa sana, kumbe mume wangu yuko hai. Ni kwa nini ninasema hivi? Ninasema hii habari ili tuonyeshe namna ambavyo pia hawa wanafunzi walikuwa wamepata taarifa pia ambazo hazina uhakika za kifo cha Yesu, lakini walipata pia habari za ufufuko, walikuwa bado hawaamini, pamoja na kwamba Yesu alikuwa amewaambia kwamba imempasa mwana wa mtu, mwana wa Adamu kupata mateso mengi, kuuawa, lakini siku ya 3 atafufuka. Lakini ile imani yao katika ufufuko ilikuwa haijawahi kuimarika. Pamoja na kwamba walitembea na Yesu muda wote huo, walikuwa wamepoteza matumaini. Na hivi Yesu anakuja katikati yao, anawapa tena matumaini ili waweze kuendelea upya, waweze kuendelea na safari yao. Na Yesu alipokutana nao alifanya mambo 4 ya muhimu. Jambo la kwanza, Yesu anawasikiliza. Yesu anawasikiliza, anawaambia, hebu niambieni nini kilitokea. Na wanaanza kumuelezea vizuri kabisa. Yesu ni huyu Mungu ambaye anataka tumuelezee historia yetu, tumuelezee yale ambayo tunapitia, na yeye ana muda wa kutusikiliza, na anataka kutusikiliza kwa upendo, kwa sababu hiyo ni sehemu ya uponyaji, hiyo ni sehemu ya mabadiliko ambayo pia sisi kama kanisa, kama Wakristo tunaitwa kuiishi. Baada ya hapo Yesu anawakosoa, anawaambia, Yesu amewaambia hawa wanafunzi, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote waliosema manabii. Yesu anawakosoa namna ambavyo wanapata uvuguvugu, namna ambavyo walikuwa wanakaribia kupoteza imani katika injili ambayo aliwahubiria, katika ile experience waliokuwa nayo na Yesu ya maisha yote. Lakini pamoja na kujua maandiko matakatifu, bado wameruhusu kwamba hii hali ya kukata tamaa, hii hali ya uvuguvugu wa imani iwaingie. Kwa hiyo Yesu anawakosoa au anawapa changamoto. Jambo lingine, baada ya hapo Yesu anawafundisha, anaanza sasa kuwaelezea, kurudia tena ili waweze kujifunza tena, ili waweze kuimarika tena. Anawafundisha tena neno la Mungu, kwamba Mungu ambaye anatembea kwenye historia ya wanadamu tangu Musa mpaka Yesu Kristo mwenyewe, akiwahakikishia kwamba ni huyo huyo ambaye hajabadilika, ni Yesu huyo huyo, ni Mungu huyo huyo ambaye anatembea na sisi katika safari ya maisha yetu. Na mwisho basi kabisa, anaketi anakula nao, anaumega mkate, na katika hilo anawalisha, anawapa nguvu ya neema yao, macho yao yanafunguka, wanaweza tena kuona mambo kama Mungu anavyoyaona, wanaweza tena kuona mambo kama Mungu anavyoweza kuyaona, anavyoona katika maisha. Ndugu zangu wapendwa, haya yote ambayo yametokea mpaka hili tukio la mwisho ambalo Yesu anawakutanisha na kuwakumbusha tena wanafunzi wake juu ya lile tukio la Alhamisi Kuu, Yesu huyo huyo anakuja kwetu siku hii ya leo, na tunaweza kujiuliza maswali sisi wenyewe binafsi katika maisha yetu. Je, kwenye maisha yangu binafsi
kwenye maisha yangu ya imani yangu kati yangu na Mungu, kwenye kazi yangu, kwenye familia yangu, kwenye mahusiano yangu. Je, ni wapi pameingia mkwamo? Ni wapi pameingia sintofahamu? Ni wapi pameingia uvuguvugu? Ni wapi pameingia kukata tamaa? Je, tupo tayari kama hao wanafunzi ili kumweleza Yesu hayo ambayo yanapita katika maisha yetu ya imani, katika maisha yetu ya familia, katika maisha yetu ya mahusiano? Je, tuko tayari kama hao wanafunzi ili kuweza kupewa changamoto, kukosolewa na Injili ili tuweze kubadilisha maisha yetu? Je, tuko tayari kumsikiliza Yesu atufundishe tena, atupe matumaini, aturudishie matumaini katika maisha yetu ili tuweze kutembea kama wana wa imani, wana wa matumaini, wana wa ufufuko? Je, tupo tayari kukutana na Yesu katika Ekaristi Takatifu ili atutie nguvu tena katika imani yetu, tuweze kutoka hapa tumejawa na nguvu ya Mungu, tuendelee na safari yetu, yaani turudi tena katika ile asili yetu ya upendo wa Mungu, yaani kutembea na Mungu katika maisha yetu, turudi tena Yerusalemu. Katika maisha yangu, katika masomo yangu, je, tunamtegemea Mungu? Je, ni neno la Mungu linatuongoza katika maisha yetu, katika familia zetu? Je, tunapopata hali ya kukata tamaa, je, tunakimbilia sala, tunakimbilia neno la Mungu, tunakimbilia tumaini ambalo limetangazwa na Mungu katika neno lake, au tunakimbilia mambo mengine, tunakata tamaa au tunatafuta suluhu kwenye mambo mengine? Na hivi basi leo ni mwaliko wa kukubali tena kama hawa wanafunzi, kuguswa tena na Yesu mara ya pili. Tumsifu Yesu Kristo.